Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata tuni yenyewe ilienda. Watu wamesema ati walilala hapo. So mzee, karibu. Huyo ndio Archbishop wetu wa dini hii yenye inaishi kule Chekalini. Amen. So ukisikia African Divine Church Chekalini, askofu mkuu huyu. Amen. Asante sana. Karibu. Basi Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wamekuja matanga, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nataka niambie waliofiwa pole. Wakati nilijua huyu mama, hata wakati nimekuja sikujua ni yeye. Lakini wakati nilifika hapa nikaangalia picha nikasema wa Nyasaha aba bangu semaliga. Haleluya. Mama huyu akiombewa kama Mama Legion. Nafikiria wala ambao walikuweko singiliko. Nilikuwa na watu Basi wakati huo nilikuwa treasurer wa kanisa la Chekalini. Na nikasimamia akaombewa kama Mama Legion. Na nikawauliza kuna kanisa letu liko hapa Mlama. Hata unajua hapa tumefika Muunduma, ndio nikauliza na Muunduma si ndio walikuwa nasema huyu mama anatoka. So mimi nasema poleni sana. Jipeni moyo, kifo kiko, kila mtu atapitia njia hiyo. Tunaombea mama huyu safari yake mzuri. Vile wamesema wengi, yeye amekuwa mama mzuri wa kujaribu kupeana mashauri. Hata akaniambia Imbali namjua ni kijana yetu. Sijui kama wajomba ama watoto ya mama mnajua mtu Imbali. Basi aliniambia Imbali ni wa ukoo wetu. Na nikamwambia basi mimi nafanya kazi na Imbali. Hata ndio wakati nimefika hapo nikasema kama ningetangulia kuambiwa na bishop ningeambia kijana ya Imbali tukuje na yeye. Bwana asifiwe. So nasema Mungu awabariki sana wale ambao wamekuja tusindikishe mama huyu, na kanisa la Mlama asante kushikilia huyu mama, na ni mama ambaye anapenda mashauri mazuri licha yale ambao amewashauri si mtatumikia tu. Mhubiri amehubiri hapa. Wewe ambao umekuja shika neno hili kusaidie. Maana nataka niwaambie hivi, unajua wakati mawingu inapoonekana vile inaonekana hivi, kuna lazima mvua ifanye namna gani? Inyeshe, si ndio? Sasa kama mavumbi inaweza kuonyesha mvua itanyesha. Watu wanahubiriwa katika matanga. Ukisoma kitabu cha Mhubiri 11 mstari wa 3 inasema muti ukitaka kuanguka, kama itaanguka upande wa chini ama wa juu, muti ule unainamanga mahali pale. Haleluya. Wewe unaposikia neno la Mungu likuguza kwenda badilika. Sababu ukitaka kubadilika, ule mtu ukitaka kuupendua, lazima pengine ufunge kamba juu ndio upendue peleke mahali pengine. So labda wewe unaambiwa mambo yale unafanya na unasema mhubiri anafanya mchezo. Biblia inatuambia tu vizuri, mtu angukapo pale pale ulalapo. Haleluya. So Bwana wasaidie waliokuwa katika matanga haya, neno liwasaidie mnapotoka hapa, muingie makanisani, mtafute Yesu. Maana Yesu ndio sisi tunaangukia kwake. Hakuna mahali pengine. Mimi siwezi kwenda mengi. Ni vizuri tu kwamba tumekuja kuzika mama huyu, tunataka tumsindikishe before mvua ikuje, alafu tutoka hapa tuende. Majina yangu naitwa Bishop John Chachi, askofu mkuu wa Chekalini. Chekalini tuko tunamtafuta Yesu. Mambo mengi sisi tumetoka ndani. Tunatafuta Yesu, maana Yesu ndiye atakaye kutupeleka katika ufalme wa mbinguni. Bwana wabariki sana. Ubarikiwe. Asante.
Basi asante sana askofu mkuu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko. Mtoto alisaliwa na akawekwa jina, si ndio? Akawekwa jina Chekalini. Sasa mtoto akisaliwa ukitaka vizuri unamuua. Na ukimuua serikali itakufunga. Sasa sisi tuko Chekalini, tuko mpaka siku ile Yesu atarudi. Mimi ndio mwandishi wa African Divine Church Chekalini Headquarter. Na tuko hapa tufanye kazi ya mama. Kwa wale ambao mmevumilia, wacha Mungu wa amani akawabariki sana. Amen. Watu wamekuwa hapa wengi, lakini sasa hata wengine au ndabanda balembana na takhongere mbo bana abo bakhwenzi kuzata shikhulire shindu ta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tuko hapa mpaka tumalize kazi alafu tutaenda. Wote semeni haleluya. Wa historia aje asome, wa historia. Mtu wa familia aje asome historia. Wa historia ya mama. Ako wapi? Kuja haraka. Najua sisi tunatoka mbali sana huko huko Lugari huko. Huyo naye anatoka Bungoma karibu Kitale. Karibu sana. Mlembe mwesi, mlembe handi. Inaona historia ya kuhuefu Mama Pereneta Masisa, nomba masi. Kuzaliwa, marehemu alizaliwa mwaka wa 1948 katika ukoo wa Abamalia katika kijiji cha Rosterman, Kakamega County, kwa familia ya baba Petro Ayeha na mama Tezina Matofali. Wote ni marehemu akiwa mtoto wa 3. Amasomo, alisoma kwa shule ya Msa Primary na baadaye akajiongeza masomo ya watu wazima mwaka wa 2016. Ukristo, alibatizwa mara ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 9 1948. Kisha baadaye kwa ajili ya kuwa muumini kwa Kikatoliki aliendeleza dini na kubatizwa mara ya pili tarehe 6 mwezi wa 8 1958. Baada ya ndoa 1965 alijiunga na kanisa la ADC, Anglican Divine Church, mwaka wa 1980. Alihudumiwa kwa kanisa la Anglican African Divine Church kama mweka hazina. Hapo ni 1981. Alikuwa mama group 1981 pia, mama kanisa Munduma 1992, mama assembly Munduma 1993, akakuwa mama branch Munduma 1996. Alafu mama center Emlama Kakamega Mission 1998. Then after hapo alikuwa mweka hazina Emlama 2017 na kisha kama mama region Luhuna Chekalini 2023 hadi kifo chake. So kuhua Firenali kama mama region Luhuna Chekalini. Ndoa na familia, alioleka kwa mzee Charles Anyonje na Ndebekwa. Alikukaa wefu katika ukoo wa Abatamaini mwaka wa 1965, na baada ya hapo walifanikiwa kupata watoto 11, wanaume 5 na wasichana 6. Wanaume wakiwemo Joel Asuga, Etemesi Joseph Anyonje, marehemu Adriano Mtondo, marehemu Luka Anyonje na Patrick Anyonje. Wasichana ni marehemu Ruth Havai, marehemu Jedina Anyonje, Jane Anyonje, Pauline Anyonje, marehemu Khalieso Anyonje na wa mwisho ni kitinda mimba ni Esna Sawinja Anyonje. Alifanikiwa kupata wajukuu 32.
34 babiri, alafu na watukuu 12. Kazi alikuwa mkulima na mfanyabiashara hodari. Kuhu kweli ya hola biashara ya kusinja mavere, ya kusia hata tifwa, amatuma, pamanya bali customers bebe babere muna banjita. Alafu obluale, mama Mercy alizaliwa akiwa msichana wa afya nzuri hadi mwaka wa 2023. Ndiposa alianza kuhisi maumivu na kupelekwa Kakamega Referral Hospital alipogunduliwa kuwa na ugonjwa wa moyo. Hiyo ni heart cancer. Kisha akaanza matibabu hapo hapo. Alilazwa pia hospitali ya Lumino. Kuhuya halwala sana kwa hamwira Lumino, alikuwa anaenda akirudi. Hapo ndo alikuwa anashughulikiwa sana sana. Mara nyingi alikuwa akienda Lumino. Tarehe 28 mwezi kwa harano 2025 kulu mwaka kuno, ugonjwa ulimzidi na kisha akaaga. Aliaga tarehe 29 mwezi wa 5 2025 saa 3 asubuhi. Marehemu amekufa akiwa na miaka 77. 77. Mungu ailaze roho ya kuhu wetu mahali pema, na tuna tumaini ya kwamba mahali ambapo anaenda ni mahali palipo pazuri, kwa sababu vita amevipiga vizuri na mwendo wake ameumaliza.